Haya. 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 Vijana hoye. Kilifi hoye. Marafa hoye. Wamama hai. Asanteni sana. Tumefika. Baba amekuja. Muna furaha? Muna furaha? Tulikuja. Tuliamua kwamba sisi mwaka tutaanza hapa mkoa Pwani. Juzi tulikuwa kule Lamu. Jana tulikuwa Tana River. Leo tuko Kilifi. Kesho tutakuwa Kwale. Kesho kutwa tutakuwa kule Taita Taveta. Tutamaliza na Mombasa. Sawa sawa. Tunaleta salamu kutoka barani. Mnapokea? Mnapokea? Hapa Marawa, hapa mimi si mgeni. Nimekuja hapa sio mara moja. Beleni kabisa nilikuja hapa na yule sasa ni speaker. Alikuwa gavana wa Kilifi. Amason Jeff Kingi. Mimi ndio nitoa yeye kama alikuwa anafanya kazi ya wakili. Nikaleta yeye hapa kufanya yeye campaign. Tukatembea hii magarini yote na magari. Barabara zilikuwa hata hakuna barabara. Tukaenda mpaka kule mpaka ya Savo kule. Na yeye gari ikaenda kakwama huko. Tukatoka kule tukaenda mahali ingine tukashika matope na kadhalika. Barabara ilikuwa mbaya sana. Sasa tukafanya kampeni mpaka yeye akapita. Kisha mimi nikaweka yeye waziri. Tukaweka waziri wa Afrika ya Mashariki, mambo ya Afrika Mashariki. Baadaye kanikaweka kwenye wizara ya uvuvi pale huko. Kisha ugatuzi ilipokuja, maana mimi najua ndio nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya mambo ya katiba. Mimi ndio niliajiri wale wote ambao walisimamia mambo ya katiba, hata Profesa Yashpal Gai. Na tulikuwa kule Bomas, tukatengeneza katiba mzuri. Wale jamaa walikataa. Sababu ya wao kukataa katiba ni kwa sababu walikuwa hawataki ugatuzi. Walikuwa wanataka kila kitu ibaki Nairobi. Na mimi nilisema tunataka kuwe na serikali ya ugatuzi. Wananchi wawe na uwezo kule chini. Walikataa. Wakachukua hiyo mswada wakalenda naye kule Kilifi. Wakanajisi. Walipoleta sasa tukasema yule mrembo alitoka kule Bomas hatuoni sasa. Huyu sasa mleta sasa ni tofauti sana. Muhimu mmembukizia ukimwi. Sio yule mrembo. Sio. Sasa tukakataa, ndio kukatokea chungwa na ndizi. Na chungwa ikaanguza ndizi. Tunakumbuka hiyo. Sasa baadaye mwishowe tukarudi tena baada ya shida kutokea na watu kumwaga damu, tukarudi tena kurekebisha katiba. Mimi nilizuru ulimwengu hii wakati tulikuwa upinzani. Nilienda huko Uingereza nikaona mfumo yao ya utawala. Nikaenda Japani nikaona yao. Nikaenda hata Marekani kila mahali. Mimi nikasema ile ambayo italeta ukombozi katika taifa letu ni kuleta katiba ya ugatuzi, ili kuwe wananchi wako na serikali kule chini mashinani ambayo wanasimamia mambo yao. Ndio tukaleta hii katiba wa sasa ambayo sasa tuko na gavana hapa chini. Mbeleni mlikuwa na PC alikuwa yuko Mombasa. Mlikuwa na DC alikuwa yuko kule Kilifi. Mkawa na DO hapa Malindi. Mkawa na chief na assistant chief na mzee wa mtaa. Si namna hiyo. Sasa huyo PC alikuwa hana pesa. Kraoni tu.
DC alikuwa hana pesa. Akija hapa kwenye baraza ya wazee ni kutoa onyo tu. Tunasikia kuna wengine ambao wanatengeneza sijui pombe ya kienyeji, wanatengeneza vichang'aa hapa, serikali itachukua hatua dhidi ya hao watu. Lakini kulikuwa hakuna pesa mashinani. Ndio sababu tukasema tuwe na serikali ambayo wananchi watakuwa wenyewe ndio wanachagua. Ili kama hawajafanya kazi vizuri wanaweza kutolewa. Lakini wakifanya vizuri wanarudishwa. Hiyo ndio sasa tukaenda tukapitisha, na hiyo ndio sasa iko sasa wakati huu. Sasa serikali iko pale Kilifi, lakini iko na pesa ambayo inatoka Nairobi na kuja hapo Kilifi. Mko sio kama PC ambaye anakaa Mombasa. Na vile vile anakuwa sasa na baraza yake mawaziri ambao anaweza kufanya kazi. Lakini hata hiyo yote inaweza kuwa namna hiyo, lakini kazi haiendi sawa sawa. Hiyo hospitali hapa hii ya Marafa ilijengwa na rafiki yangu ama Jeff King. Ni rafiki yangu. Lakini akawacha hapa namna hiyo. Amekaa kama gofu. Sasa natoa shukrani kwa rafiki yangu. Bwana Mungaro. Amesema hii hospitali ilikuwa inatakikana ifanye kazi. Akaleta maisha kwa hiyo hospitali, ameleta vifaa hapo. Nimeona vifaa pale ya kupima watu, vile vile kufanya upasuaji, na tunaweza kufanyika hapa Marafa. Nasema shukrani sana kwa Bwana Mungaro. Kazi nzuri ambayo amefanya. Yeye anajua kuchapa kazi sawa sawa. Lakini shida ambayo tuko nayo wakati hii, serikali ambayo iko hapo sasa, ambayo iko kule Nairobi, haitaki mambo ya ugatuzi. Wanataka kuvunja ugatuzi. Mfano ni nini? Kuna mambo ambayo kikatiba na kisheria siali zimekatuliwa huduma, lakini wamekataa na pesa Nairobi. Kwa mfano, elimu ya watoto wachanga ECD imekatuliwa, lakini sasa wanataka kutoa hapa chini wapeleke kule juu. Pili, kwa mfano, mambo ya soko hizo zote ziko chini ya serikali ya county, lakini wanakataa na pesa. Wanataka wao ndio wanakuja ati wanajenga soko hiyo, alafu wanapatia serikali ya county. Wamekataa na pesa. Mambo ya matibabu mingi yake kubwa yake yote imegatuliwa, lakini pesa wanakataa nayo kule Nairobi. Inatakikana pesa ije hapa chini ili serikali ya county iweze kutoa huduma sawa sawa kwa wananchi wote, lakini wanakataa na pesa Nairobi. Mambo ya barabara, mabarabara nyingi hizi ambayo inaitwa rural access roads, inatakikana iwe chini ya serikali ya county. Lakini nyinyi mnaweza kulaumu Bwana Mungaro hapa, lakini ukweli ya kwamba maneno ya kwamba hapati pesa ya kufanya hiyo huduma. Mambo ya maji imegatuliwa, lakini wamekataa kutoa pesa ili serikali ya county iweze kuleta maji karibu na wananchi. Hiyo pesa wanabaki kule Nairobi. Kuna mambo mengi ambayo kikatiba, na mimi nasema manake mimi mwenyewe ndio nilikaa chini wakati walikuwa wanaandika hii katiba. Naelewa kila fungu ya katiba hiyo. Wale ambao wameshika hatamu ya utawala kule hawana imani na ugatuzi, hawataki ugatuzi. Ndio sababu naona mambo haendelee vizuri zaidi. Lakini katiba hii ni mzuri ikitekelezwa vile inatakikana, vile tulikuwa nataka. Sasa hawa jamaa vile mnajua yale ambao walifanyia sisi, walifanya vile walikuwa wanataka. Bwana Chebukati, Bwana Chebushia alifanya mambo yake, lakini kazi imewashinda. Imewashinda. Sasa mimi nataka kuambia nyinyi, sisi tunataka kama wana ODM kuleta mabadiliko ya kweli. ODM ni chama ambaye ina imani na haki ya jamii yote ya Kenya. Sera yetu inaitwa sera ya ujamaa ya kidemokrasia, social democracy. Maana angalia mambo matano muhimu sana ya Wakenya.
Kwanza ni haki ya kuishi, right to life. Hiyo ni muhimu sana kwa chama chetu. Pili ni right to food, haki ya kupata chakula. Kila Mkenya, mtoto amezaliwa hapa, hata kama hakuna chochote, mpaka apate chakula kila siku. Tatu, right to health, haki ya kupata ya kukuwa na afya. Kama wewe mgonjwa, una pesa au huna pesa, uweze kupata matibabu sawa sawa kulingana na mahitaji yako. Nne ni right to education, haki ya kupata elimu. Kila mtoto ambaye anazaliwa katika taifa letu, watoto wazazi, kama wazazi wana pesa au hawana pesa, apate fursa ya kupata elimu sawa, kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu kulingana na kipawa chake cha Mwenyezi Mungu. Tunaelewana vizuri? Ndio sababu tulisema tukishika hatamu ya utawala katika taifa letu, watoto wetu wote watasoma bure kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu. Tumeelewana vizuri? Alafu tumesema vile vile iko tano inaitwa right to employment, haki ya ajira. Kila Mkenya ana haki ya kupata ajira. Ana haki ya kupata, na hapa Kenya hii si kutafutiwa kazi huko ng'ambo. Unasikia Bwana Ruto anasema ati anapatia Kenya, natafutia Kenya kazi huko Arabuni, si kule Ujerumani, kule Ufaransa na kadhalika. Hapana. Kazi ya serikali ni kujenga kazi hapa nyumbani, ili ya nje kila Mkenya anaweza kujitafutia. Ukiamua kutenda kutafuta kazi, ni kazi yako hiyo, shauri yako, sio shauri yako. Lakini ni hapa. Hatutaki watu wetu wapeleke kule Arabuni, atiwe kule mngoje mlango kama watchman huko, atiwe kama siji domestic workers, wapishi, warabu, wanawake wanapeleka kule kwenye harem, wanaweka kama malaya na kadhalika. Unataka namna hiyo? Unataka namna hiyo? Ajira hapa Kenya, na inawezekana. Tulisema wale maskini ambaye hawana chochote, hoi au hawinde, watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi, nguruwe sita. Tulisema namna hiyo. Wale wa mama ambaye wana watoto na hawana mabwana, mmoja ni mjane, mwingine alidanganywa na kijana ati oh darling nakupenda nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Umefanya kazi, mtoto imetoka, kijana ametoroka. Sisi tulisema hawa mama tuwasaidie. Tulisema namna hiyo. Sasa hawa watu hawaamini mambo kama haya. Si ODM iko na sera sawa. Ikishika tamu ya utawala wa serikali, mtaweza kuona mabadiliko makubwa. Waliiba ushindi letu, lakini imekoma kwa koo, imekataa kuteremka, inawanyonga. Sina wanyonga. Nataka muwe na imani. Kwa sababu mimi nasema nataka vijana waingie ndani ya chama chetu cha ODM. Kuna vijana ambaye wakati tulikuwa tunafanya usajili mara ile nyingine walikuwa miaka 13. Sasa baada ya miaka 15 wamekuwa miaka 18. Wamebalehe. Wamebalehe sasa. Wameshika kama imetosha mkono. Nataka kuwapatia nafasi waingie ndani ya chama. Nataka vijana waingie ndani ya chama. Manake vijana ndio ndakuwa nguvu ya chama. The youth are the vanguard of the party. Wale wazee ambao walikuwa pale sasa wamechoka, waende juu, wache viti kule chini kwa vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari vijana? The youth are the vanguard of the party. Sawa. Alafu wamama ndio maua ya chama. Ndio maua ya chama. Ndio wanarembesha chama.
Ni ile nini kama maua ambayo inavuta nyuki. Hii nyuki iweze kutengeneza asali, sio? Sawa sawa. The Women League nataka iwe na nguvu zaidi. Alafu veterans wale ambao wanapigania chama vile vile wanakaa pale. Alafu vile vile tunakuwa na wazee wa chama wako na vile vile kazi yao ya kufanya. Si sawa sawa? Chama ni kama mto. Na ile mto anaitwa mto Sabaki. Sabaki. Maji inatoka mlimani huko, nyingine inaingia baharini. Kila dakika, nyingine inatoka mlimani, nyingine inaingia baharini. Sio? Sasa ile nyingine ambayo inatoka kule juu kama kule Sabaki hii kutoka kule juu inaitwa ardhi. Ardhi kwenda kule Nairobi inaitwa ardhi. Ikifika pale karibu na Voi inaitwa Savu. Imeungana ile imetoka kule Kilimanjaro. Ikifika pale chini inaitwa sasa inaitwa Galana. Imeshikana na ile nyingine. Sasa ile inaingia bahari hapa inaitwa Sabaki. Tunaita Sabaki hapa chini. Sio? Ni maji ni ile. Sio? Ni kama chama chetu cha ODM. Tunataka vijana, wakina mama, wanajeshi na vile vile wazee wa chama. Wengine ni wasomi wa chama, the think tank of the party. Hiyo ni uzuri ya chama chetu cha ODM. Na mimi ningependa mwanze vile tumezindua siku ya leo, vijana waingie kwa wengi na kina mama. Ili sasa tutaendelea mwezi huu wa Januari, Februari mpaka March. Ikifika Aprili tutafanya uchaguzi. Na uchaguzi itaanza mashinani kule kwenye polling station. Watu watajumika pale, watachagua officials. Hao sasa baadaye wataenda katika ward. Wachague officials ya ward. Kutoka pale wataenda kwenye sub county constituency branch. Wachague officials pale. Kutoka pale taenda kwenye county. Alafu mwishowe sasa tutaenda Nairobi kuchagua officials ya Nairobi. Sawa sawa? Mko tayari? Mko tayari? Ngapi mko tayari nione mkono hapa? ODM. 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 Asanteni sana. Thank you.